Huyu bidada anaitwa Betty. Bidada mrembo kwelikweli. Basi alikuwa zake hapa ghafla akamwaga maji, kamwagia mchizi maji. Mwamba alishangaa kwelikweli. Bidada mwenyewe pale alizidi kushangaa. Akasema, "Oh, samahani bwana. Mchizi kataka kumtandika kibao." Mwamba alikasirika kwelikweli. Amemwagiwa maji. Itakuwaje? Basi bidada pale akiwa anazidi kama vile na yeye hakupenda bwana. Akiwa anazidi kuomba msamaha. "Naomba unisamehe. Sikujua kitu chochote kama ulikuwa unapita. Au ni kuweka kibao?" Mchizi alikuwa zake pale amekasirika kwelikweli. Amemwagiwa maji na alikuwa na safari zake. Bidada pale alikuwa anazidi kumchungulia pale, alikuwa anazidi kumwangalia. Kwa na mimi kipenzi cha Movie Bravo, hakikisha na subscribe ili uendelee kupata burudani kabisa. Basi bwana, bidada pale alizidi kumfuatilia kwa nyuma ili angalie mchizi anapoenda. Alikuwa anamchungulia kwelikweli. Sijui anamfuatilia kwa nini wakati amemfanyia makosa. Basi mchizi upande wa pili tunaona watu walikuwa wamekusanyika kwelikweli. Mwamba alikuwa analalamika. "Hadi wewe kila siku tunakuja kudai pesa yetu, hautupatii. Sasa leo utajua sisi ni nani. Naomba tupatie pesa yetu." Nataka utoe pesa. Naomba kwelikweli. Basi mchizi alizidi kumwambia kwamba tumekupa siku kadhaa utupatie pesa zetu. Sisi kwa tunaona wapumbavu. "Hapana, niwaambie msubiri kidogo." "Tusubiri nini? Tunahitaji pesa zetu." Ghafla pale bidada akiwa anazidi kumfuatilia. Kama amemfuatilia paka huku, mchizi akasema, "Sisi tuitaki shida. Tunataka pesa zetu." Kumbe mwamba bwana anadaiwa. Wachizi walikuwa wamemtimbia getu na nini, walikuwa wanahitaji pesa zao. Basi bwana alikuwa anafuka kwelikweli, alikuwa anahitaji pesa. Akasema, "Si unaona siku nyingine tukirudi hapa tutahakikisha tunakuweka kwenye hiyo nyumba na kukuchoma moto." Noma kwelikweli. Hawa waoni kwelikweli. Basi mchizi pale kawaidi kwamba waje siku nyingine kuchukua pesa zao. Walikuwa wamemkalisha kwelikweli. Basi bwana mchizi akiwa amesimama pale, ghafla dada yule ambaye amemwagia maji akamfuata. Akasema, "Uko poa kabisa?" "Mimi niko poa." Anambia, "Karibu," kwa sababu wale ni watu tu walikuwa wamekuja kunidai pesa zao. Kwa sababu mimi niliwakopa. Akasema, kumbe ni hivyo. Walikuwa wamekuweka chini." Mwamba akacheka kwelikweli. Mwanaume kuwa na madeni ni kitu cha kawaida sana. Ila angalia na sehemu ya kukopa bwana. Unaweza kukopa sehemu na watu wenye hasira kali na nini, ukaja kudai kipindi ambacho huna, ukakuta wanakuzingua. Noma kweli. Basi mchizi dada alizidi pale kujishusha na kuomba msamaha kwa kile kitendo ambacho amemfanyia. Sema, "Samahani sana kwa kile kitendo nilichokufanyia. Tutakutana siku nyingine." Sema, "Poa." Bye. Noma kweli. Basi mchizi akamwaga pale na nini. Baada ya muda kadhaa, basi bidada ambaye ni Betty alimtimbia mchizi pamoja na mzigo wa pesa kweli. Basi pale wachizi wakachukua ile pesa ambayo alikuwa anadaiwa. Walikuwa wanazidi kumwambia kwamba sasa hapo umefanya vizuri kabisa. Wadada kama hao wangekuepo Bongo, haingekuwa unyama kweli. Walitoa pesa kama hizi. Basi bwana wale walizidi kuhesabu baadhi ya pesa ambazo walikuwa wanamdai mchizi. Walikuwa wanamwambia kwamba, "Tulia, mimi nahesabu pesa ambazo tunayokudai. Kama haizidi tunakuzingua." Noma kweli. Basi bwana washikaji walitoka pale na nini. Mchizi akabaki pale akiwa anazidi kuongea na bidada, akiwa anazidi kumwambia kwamba, "Asante sana kwa kile kitendo ambacho umenifanyia. Umeniletea deni kubwa kabisa. Sikutegemea kama ningelilipa kwa sababu nilichokuwa kwa ajili ya kumtibu mama yangu." Bidada alisikia hicho kitendo, aliumia kweli. Hilo jambo lilimuuma sana bidada. Baada ya muda bwana, mchizi alikuwa zake home na nini, akiwa anataka kutoka. Ghafla wale wa jamaa wakarudi. Huwezi kuamini. Mchizi akamweka chini na marungu. Akasema, "Leo tumefuata pesa tena." "Nini?" "Pesa? Buka mchizi alishawalipa." "Niwalipe pesa gani?" "Tumefuata pesa." "Sema mimi si ushalipa pesa yenu." Akasema, "Sisi tujui masuala yetu. Sisi tunahitaji pesa, tumalizane, tuondoke." Mwamba alishangaa kweli. Akasema, "Ile siku mlikuja mkapewa pesa." Mwamba walimweka chini akiwa anazidi kumhoja. Akasema kwamba wanahitaji pesa nyingine. Haijalishi kwamba tulipewa pesa. Sisi tunachohitaji ni pesa. Mwamba kweli. Hao jamaa bwana, huu ni utapeli sasa. Kumbuka mwanzo bidada alitoa pesa na nini, wakahesabu na wakasema kwamba pesa yao inaenea. Sasa leo hiyo wamefuata nyingine tena pesa. Naomba kweli. Walizidi wanafoka kweli. Ghafla pale bidada kaingia pamoja na jamaa mwingine. Ukiona sitoa pesa bwana, tunahitaji pesa zetu. Bigi mzee alizidi kufoka kweli. Huyo bigi kweli. Basi bwana pale bidada akatokea pamoja na mshikaji. Washikaji walizidi kuomba pesa uzee kwa nguvu. Bigi anafoka kweli. "Toa pesa bwana." Ghafla pale mchizi katokea. "Hebu tulia." Naomba kweli. Watu wakanyosha mikono juu. Inaonekana Mwamba wanamfahamu. Kumbuka huyu mchizi bwana ambaye amewastopisha hapa ni mwenyekiti wa mtaa. Wanamuogopa kweli. Basi pale wakamwambia, "Kaeni chini, nyosheni mikono juu. Kwa nini mnamkama kijana?" Naomba kweli. Basi pale walizidi kunyosha mikono na nini. Akasema, "Nyinyi nasikia kwamba mlikuwa mnamdai pesa, halafu mmepewa pesa zenu. Na leo mnarudi tena kuchukua pesa. Kwa nini?"
Ndio niliwapa pesa zao, niliwapa kabisa, alafu wanakuja kuchukua pesa nyingine. Huu ni utapeli bwana mwenyekiti. Sisi wazidi kunyosha pale mikono. Mchizi akasema nyinyi inaonekana ni matapeli, natakiwa muende kituoni. Mambo aliyotokea ni kiongozi mkubwa sana kwenye huu mtaa, ndio maana alipomuona wakanyosha mikono, wanamfahamu vyema kabisa. Noma kweli kweli. Basi mchizi pale pale kwa anazidi kuambia kwamba leo natiki niondoke na nyie, inatakiwa tuwahoji kwa nini mnafanya utapeli. Ondokeni tuwafate. Noma kweli kweli. Basi bwana walizidi kutii pale. Akasema nyinyi ndio mtapeli kwenye mtaa wangu. Hapana mkuu, tuombe tusamehe. Hata rudia kwema. Mchizi pale pale kapata na ujasiri, kachukua fimbo na nini, naye anataka tandike. Hebu kaeni chini. Washikaji wakasema wakacheza mbele mzee, hakuna muda wa kupoteza. Mchizi kawafuata kwa nyuma akiwa anazidi kuwakimbiza. Noma kweli kweli. Basi bwana dada ambaye ni Betty alibaki pamoja na Mwamba akiwa anazidi kumwambia kwamba pole, vipi uko sawa kabisa, hawajakuumiza? Sema mimi niko poa kabisa, ila hawa jamaa wameniumiza kweli kweli, ila nini siku nikuwakamata. Sema usijali, mambo ya kawaida kabisa, kwa sababu uko salama, usijali, kila kitu kitakuwa sawa. Basi bwana, huu ndio mwisho wa movie yetu. Umeionaje hii kazi? Tupia maoni yako hapo chini kwenye comment, kisha subscribe ndio kwanza kupata video zetu. Bye bye.